ukiwa na marafiki connection, just explore all those tukaenda nayo. So God didn't intend watu wakufe, they were to live forever. So akaseparate physical, but still the physical life inatakiwa uishi to the maximum, usikufe kama premature death. Na nikaongea hapa, wewe utaniambia what about watu wetu wamekufa na nilienda mazishi hata video niliziki. If I had known this, ningekuwa na dili na wao tofauti. Sasa hao tumemaliza, pole sana walienda before. Kuna mambo manne Mungu hakutarajia iwe na mwanadamu aliumba. Jambo la kwanza ni kifo. Naongea kuhusu physical death, not spiritual. Maana wengi tunapenda kuweka kiroho. Nitakuonyesha tu. Nitakuonyesha. So, walikuwa watu waishi. He gave them life. God is a life-giving God. Jambo la pili, watu hawakuwa waishi kuwa poverty. Tumeimpress badala ya kuikataa. So ukijikuta uko in a situation ya lack, ni kama Waisraeli wakienda nchi ya asali na maziwa walipitia jangwani, ikiwa passing through. So kama today you are poor, it doesn't mean ukubali ukufe poverty. Unaenda uvuke Jordan, uvuke hiyo jangwa, uvuke hata vizuizi vya kina Jericho, uanze kuinherit your wealth ya promised land. Ilikuwa imechukuliwa na watu wengine, Kanaani ilikuwa na wengine. God made sure the other tribes zinaondoka so that Israel waingie. Number 3, God never expected people to be kuishi under a curse. Hebu niguzie mtu mwambie you are not supposed to be cursed. Baada alisema God has blessed, who can curse? Maana Mungu alitarajia. The first word Mungu aliongelesha wanadamu after creation, the Bible says, and God blessed them who are underwriting here. It means hakutarajia curse pande hii na blessing pande hii. Opposite ya curse ni blessing. And God blessed them, male and female, mke na mke. So wote wa mama na wa baba wanatakiwa male na female wawe baraka, wawe wa baraka, not curses. God never expected people, number 4, to be sick. Ndio sababu hapo hata mbinguni kunasemekana kuna mti ambaye matawi yake inaponya. And Jesus went everywhere, healing every manner of sickness. Maana God didn't expect watu wakaange wagonjwa. When Ezekiel was sick, Isaiah alimwambia yenda uchukue matawi fulani wafanye hivi apake kwa kidonda apone. Si alipoongezewa miaka ugonjwa wake ulikuwa vidonda, and alipaka ointment fulani Isaiah aliprescribe and he was healed. God intended watu wawe wanaishi divine health. Mambo manne. Kama umepata sema amen. Haya, tuliona Psalms 91, condition ya wewe kuishi longer. After you have lived long in this physical body, then unaenda into the spiritual world. Unavaa mwili mwingine, maana utoki kwa mwili. God separated, akafanya kuna aina ya miili mbili. Spiritual mwili ambaye anaita glorified, maana spirit haina mwili. So mwanadamu anaishi forever mwilini. So what he did, alifanya ukiishi katika Kristo ukifa, unavalishwa mwili mwingine, but you will always remain with the body. Mtu aseme amen. Tumependa kuspiritualize, we spiritualize, na kama wajua ni mwili, ni mtu anakuwa kiroho huko. No, ukifa bado uko na mwili. Whether unaenda jehanamu utaenda na mwili na ndio unachomeka. Moto wa jehanamu ni wa kuchoma mwili, si wa kuchoma roho. Roho
saa ingine na wagonganga, naweza Mungu hivi ninaenda kugonga hii, malaika ananishikilia, wewe hukumuona. There are times nimefika hapa nikiwa nimehubiri, kama si malaika aliniambia usiruke mguu hapo, ikae hapo, ananirudisha, ningestep huko. Nikiwa na mbio nijikuta naenda kuangukia watu. Kuna pastor aliendeanga akaangukia mama, akahubiri I am coming quickly, akihubiri hiyo injili ya Yesu, akaenda na stand. Mama mzee akaangukia mama mzee. Huyu mama mzee akamwambia, ulikuwa umeniuone ni mimi, sikujiandaa. When you said you are coming quickly, you warned me you are coming, ni mimi sikujiandaa. So saa ingine malaika wanakuwa, they are spirits cannot suffer sana. So mwili utaingia. Tajiri alipokufa alijikuta ako jehanamu anachomeka. Lazaro naye hapo huko, they know each other. Abraham ako na mwili, tajiri anaona Abraham, huyu ni Abraham. You can see them. Bwana asifiwe. Yesu akiwa kwa mlima ya Transfiguration, Elijah na Moses wanakuta miili ile, wako na mwili. Moses anakuja, Elijah anakuja. Wanafunzi akina Petro wanaona huyu ni Elijah, huyu ni Moses. So mwili huu uko nao, tutakuonanga huko mbinguni nao. Only that unavaa mwili usio kuharibika. Umenipata? Hii ya kuharibika tunaweka kwa mchanga, lakini hii ya kuharibika, this is what the Bible says. Although our outer man is we are supposed to be renewed day by day. Uishi maisha marefu. Niguzie mtu mwambie ishi maisha marefu. This is a prophecy. I'm telling you. Hii kushindana na magonjwa, pesa zikuje huko, tujenge Mungu madhabahu. Haleluya. Tumwabudu, tuache kugonjeka, tunapelekea wale wapendwa. Sisi ni wana wa Mungu. Christ came before he came. Tungegonjeka na tukufe prematurely, but he came. Alikuja kufanya nini? There must be a difference. Bwana asifiwe. Akasema, for this reason, for God so loved the world that he gave his only begotten Son. Whoever believes. Sasa wewe you have believed na unaishi kama yule mtu mwingine, yule anayebelieve anatoka akipanga laini ya magonjwa, hata wewe unapanga. What did he come for? Yesu usikuje huko kututangani. Ulikuja tupate uzima, tupate uponyaji, tuwe na wazima, ulete watu wenye lost. He came to seek and save that which was lost. Sasa amekuja na tunaishi kama hatujapatikana. Hii ndio injili. Tunadanganywa, watu wakaongea, wakamwambia mwanadamu siku zake ni 70, sijui nini. Who said it? Ni mwanadamu. Moses alipoongea alikufa hata how many years? Yeye anasema 70. Moses ndiye aliandika wa kwanza hiyo 70. Na yeye alikufa 120. Alafu tunaamini yeye anasema 70 unajibini. Siwezi kufa hata 70. Siku nitakuwa 175. Mkuje mnizike. Na inaifika. Lazima naenda Guinness Book of Life. Ndio nionyeshe believers. Jesus didn't die on the cross na mimi nikufe. He died prematurely. He died a young man at 30. Ndio sisi tuishi long. He died at 33 years, just a young man. Ndio sasa. He purchased us. Hebu tuende haraka nifunge. We say, one, ukitaka kuishi maisha long in this body, ndio sasa wewe hiyo ingine. Yesu alisema wale wameacha sijui nini watapata 100 times in this life and the life too. Sasa wewe hujapata hata 100, hata 1. Hujapata 1 wanaita 1 for that.
ya kila kitu in this life. Ndio sasa hiyo life pia ingine. There are two types of life, this one na hiyo to come. One, loving God. Tutaanza haraka sasa. Psalms 91 verse 16. Soma tu haraka. Mwingine afungua tuenda haraka, hiyo tushasema. Ile ingine Deuteronomy chapter 5 verse 16 tulisoma, lakini nataka tuanzia vitu ambavyo vinakupa uzima mrefu na vitu vinavyopunguza. Kitu cha kwanza, loving God. You love God na unakufa maisha mafupi aje, and unatuambia I love God. Tumeinua I love you Jesus, na pia hata kuna wimbo tunaimba hapa, tumeimba nampenda Yesu, nampenda Bwana. Tukimpenda Bwana hivi ndivyo anasema. Soma Psalms 91 verse 16. With long life, lies that is ongeza volume. With ni hiyo tu. With long life, will I satisfy him and show him my salvation. With long life, amesema why? Hiyo yako. Because he loves me. Ulianzia wapi? Ndio. Because he loves me, says the Lord. Yes. I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. Look at those conditions. Because he loves me. Because he acknowledges my name. Sasa wewe unaita Kristo, hata unaitwa na Christian name, unaitwa Mkristo. You acknowledge his name. Ukipita mahali wanasema huyu anakuanga Mkristo. Una acknowledge his name. With long life, because he acknowledges my name. Number two, because he loves me, I will satisfy him. Lazima ni kama chakula. Ukule uwe satisfied. Usikie umekula, umeshiba. So he will satisfy you with long life. Hebu nikuzie mtu mwambie pokea hiyo. What you only need to do is to love the Lord and to acknowledge his name. Number two, Deuteronomy 5:16. Deuteronomy 5:16. Soma tu kwa haraka. Niende ya 3 na 4 alafu nifunge. Waheshimu baba yako na mama yako. Kwani umechange? Honor your father and mother. Yeah. As the Lord your God commanded you. Yes. Honor your father and your mother as the Lord your God has commanded you. It is a command. Hiyo command uchusingi tutii. Wale tulikuwa Shakaina, nikishuka nikiingia, kulikuwa kule Masai, ndugu ile Masai anakuanga anajidanga. Sasa nikiingia nikamuuliza swali, akinijibu niona alikauka na akafanya hivi ndio akanijibu. Maana mimi ni mkubwa wake, so ni anaishi alikuwa askari. So sasa ingine anafanyaga ili aweze kujibu tu. Stand ni akapiga saluti ndio akaniambia. Nilikuwa nimemuuliza wa Pastor David nini hata mmeanza hamjaanza, alafu akaniambia bado David ako pale, ule Daniel ndio yule. Sasa anajibu after salute. What I'm saying, a command. Senior people wale wameishi military, wale wameishi kiaskari, kuna hizo commands and you obey the command. You obey the command. You obey the command. Uliona nikilalamika, mtu wa lori alishikwa, madereva wa malori wanashikwa, wanafungwa. Mimi nikaona it's very unfair. Hii Kenya iko very unfair. Mtu wa lori hawezi kuenda kuchukua takataka pale Mlungu ya soko, akuja atupe Stima Plaza kwa Kenya Power. Mtu wa lori hawezi fanya hivyo. There is somebody who told you, honor your father as the Lord your God commanded you, and then promise, so that you may live long and that it may
Ya tatu, hebu tusome hii Romans chapter 8 verse 11. Ndio naenda point ya tatu. Romans 8, Romans in the New Testament now. Hata hiyo tumesoma ya Deuteronomy iko Ephesians pia. I think Ephesians chapter 8 or 5 somewhere or 6 somewhere hapo. Imerepetiwa in the New Testament so that you see the old Bible, new and old, inaongea the same thing. You want long life on earth and then upate maisha hiyo ingine, fanya mambo haya. Ya tatu ni hiyo, tusome Romans, the fear of the Lord, the fear of the Lord, the fear of the Lord. If you fear God, unafanyanga mambo with the fear of God. Kabla utamke, you fear God. Kabla uongee tu maneno kwa hewa, unafikiria kama Yesu angekuwa hapo, angekuwa amesema aje kwa hiyo maneno unaongea, angekupatia comment nzuri ama angekuambia wewe na wewe unapenda kuropokwa upuzi. The fear of the Lord will make every action you take, you do it with the fear of God. Huyu mpendwa tulikuwa tunaomba apate gari, huyu David huyu anatuongoza Shekaina, wale tulikuwa uliona Pastor Kimaga akisema amekuja siku nyingine akasema gari imeanguka, gari sasa imekosa breki juzi, and then tunakuombea upate gari nzuri, and then akakuja akasema na nikipata TX nyinyi ndio mashahidi tuliombea hapa, maana huko kazini mwake ofisi ya gavana watafikiria hii TX ni ya corruption. Simnaona nini Mungu akinibariki bila, maana anaoidiki, ashasema many times amepata opportunities ya kuwa na gari nzuri, but anakataa, maana hataki majaribu. Anataka apate na njia Mungu amembariki, not anything else. Ako na hizo opportunity but hawezi. So the fear of God inafanya hata kazini, there are things you can't do, maana you fear God who is everywhere. You fear God, the fear of God. Soma Romans chapter 8 kwanza, chapter 8 verse 11. Nataka tu kuonyesha what Jesus came to do. Romans chapter 8 verse 11. And if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to you, mortal bodies, through his spirit who lives in you. Sana hapo, wacha tuende maana hiyo point. Soma Proverbs chapter 10 verse 27. Faster tu, kama unaandika andika, to get life, long life on earth, the fear of God. If you fear God, fearing God si kwamba ni adui wako vile unaogopanga kuchomeka na moto. You honor him, you do things with respect fulani, unamcha Mungu. Kwa Kiswahili kizuri ni kumcha, kumwenzi. You don't just do things, you do with a certain honor. Proverbs chapter 10 verse 27 inasema, if you do what? The fear of the Lord adds length to life, but the ears of the wicked are cut short. Nataka tusome sisi wote. Hiyo ni very short, si ndio? Ni poetry, ni kama ni wimbo. The fear, 1, 2, 3. The fear of the Lord adds what? Length of life. The fear of the Lord adds, si ndio? Ulikuwa ukufe at 100 and then you fear God, he adds life. He adds length, he lengthens. But what of the wicked? The years. Miaka ya asiye haki ama miaka ya mwenye haki anaongezewa tu, anamcha Mungu. Lakini asiye haki miaka yake inakatwa short. Sasa hao kama inasema watu wale wasio haki ndio wanakatwa, kwa nini yako ikatwe? Mimi nikiwa hii miaka niko just I am man as
to our life. Mtu aseme amen. Kama ushiki shauri yako. Hivyo hivi nimefanya wajibu wangu. You can live 40 years, tutakuzika, nitakuja niseme mchanga kwa mchanga. Hiyo ingine inasema mabonde kwa mabonde. Lakini ukishasikia hii neno, take it. Na kama kifo kinakuondolea macho, sema pastor alihubiri pale na nikaamini hilo neno, kifo utanikujia saa hii. Haleluya! Mzee mwingine akiwa mgonjwa akawa anatupigia story, watu wakakuja na masuti nyeusi usiku kwa maono, wakamwambia tumekukujia. Akawaambia mimi siwajui, sipendi na watu wamevaa manguo meusi. Kumbe ilikuwa kifo. Asubuhi aliamka akiwa mzima. Usikubali wakukujie. You can refuse. Ezekiel refused. Hallelujah! Ezekiel refused. Akasema Mungu ndiye ametuma nabii, si watu wakija kwa ndoto tu. Ninabii amesema andaa nyumba yako unaenda. He had not even given hana mtoto. Ezekiel hana mtoto. Ametawala miaka mingi, hana mtoto. Alafu Mungu anataka aende, ataachie nani? Kizazi cha Yesu. Akingekuwa ufalme wa Daudi, hawangekuwa wa milele. Daudi angepoteza. Daudi angekuwa na mtu on the throne vile Mungu alimpatia covenant. The Davidic covenant ni kwamba mzao wa Daudi utakuwa na mtu wa throne ya Daudi, ambayo hata Yesu alikuja anaitwa mwana wa Daudi, anakuwa mfalme wa Daudi. So Ezekiel hana mtoto. Mungu anasema akufe. Unakubalije kufa na una mtoto? Nani atakalia kiti? Alizaa mtoto mmoja pekee anaitwa Manase. Akiwa anakufa sasa, Ezekiel alipokufa. Sitaki kuenda kwa hiyo story. Ninaona ni kama mtaleta story, nitawaambia siku hiyo ingine wakati naongea mambo ya wewe. Ezekiel alipokufa, Biblia inasema Ezekiel died, na matendo ya Ezekiel ingine inaandikwa kwa vitabu za wafalme wa Israeli. Iko 2 Chronicles, iko Kings, 1 Kings. Iko hapo na iko kwa kitabu cha Isaia. Maandiko inakwambia hivyo. 38, Isaiah 38 kuenda hapo mbele inaongea mambo ya Ezekiel. Ezekiel 2 Chronicles chapter 32 inaongea mambo ya 33, inaongea kifo chake hapo. 1 Kings chapter I think 20 to 29 or so inaongea mambo yake. What I'm saying, Ezekiel alipokufa, hiyo maandiko inasema Ezekiel alipokufa kalazwa na baba zake. Alafu mtoto wake anaitwa Manase akiwa miaka 12. Sasa piga hesabu. Ndio sababu tunasema hesabu hiyo ya kombali sana kwa masomo. Hii vitu wanatuambia hiyo iko na mtu. Hesabu ifanye kombali sana. Watu wanaanguka hesabu, wanakuja kuanguka hata maandiko. So Ezekiel aliongezewa 15 years. Sio? Hiyo ndio nimetoa. Hakuna mtu ameniambia, nimepiga mahesabu ya maandiko. Alikuwa anakufa, Mungu amemuongezea miaka 15. Sasa miaka 15 imeisha, anapata anapokufa mtoto wake anateka over Manase akiwa miaka 12. Maanisha mtoto amezaliwa within the 15 years ya addition. Kama umepata sema amen. Ukienda kusoma utaona hiyo. Meaning Manase amezaliwa kwa hiyo addition. Meaning he was dying without a child wa kukalia kiti. Sasa mtoto wake anakalia wakati miaka 15 imeisha. Sasa anaenda mtoto anakalia akiwa miaka 12. Meaning aliishi miaka 3 ya kuongezewa ndiye akazaa Manase. Na ndiye mtu aseme amen. With long life, with the fear of God. The fear of God adds years, kama hiyo ya Ezekiel. Ya mwisho ya leo, embracing wisdom na God's commandments. Ukiembrace wisdom,
Wisdom huja kwa kufundishwa. You become wise. You receive knowledge. Knowledge applied is wisdom. Mtu aseme amen. How do you receive knowledge? By learning. You gather wisdom na understanding. Vitu kujua unajua. Ukiapply what you have learned, then you are wise. So when you embrace wisdom, ndugu yangu kwa shule, they are giving you knowledge. Si ndio? Wanakuonyesha inakatwanga hivi. Hii tumbo ya wanadamu kama unasomanga hivi. Inakatwa, unaweka hii disinfectant na nini, you get that knowledge. Now ukiapply hiyo knowledge, you are wise. Now you are living the life ya watu wamesomeshwa hiyo maneno. So when you embrace wisdom, you live long. Hata hii wisdom nawapatia, what I'm giving you ni wisdom. Uishi milele. Si ndio? Ukiembrace certain wisdom unaanza kuishi milele. Nikianza kuongeleshwa na mtu anafanya biashara, kama nataka kuanza biashara, jana, let me again quote David, aliambia wapendwa tulikuwa, wapendwa walikuwa hawana kitu, akina Jane na hawa na Kimathi. Mimi niliwajua wakiwa hata hawana fare. Wamejenga pale. Ukipewa nafasi ya kujenga kwao, jenga vizuri. Nimeenda kwao mara kadhaa, nimeenda kuwaombea, nimeenda mara nyingine akiwa mgonjwa, nimeenda na kesho ninaenda, maana hatukuwa naye, alikuwa asikii vizuri, so tutaenda tuombe. Alikuwa na COVID juzi tu, alitoka last week, alikuwa church. Jana akasema kuna shida ya breathing, hawezi kuja kwa baridi. So wamejenga mpaka vyumba vya kuombea. Kama nikienda kwao na nataka kuomba, kuna mahali mtaingia na iko separate na nyumba, main house. Unaingia kwa corridor, unapita prayer room, hata iko na TV ya kila mtu na masofa hapo. Naenda tu room 4 tuko pale kando. Unaingia huko nyuma, hata nikitaka kufastia huko 4 days, 6 days naweza enda hapo. Wananifungulia mlango ya nyumba na ingia kwa hizo nyumba bila kuingia kwa main house yao. Now what I'm saying, David was telling us to tap. Kwa hiyo utajiri wao, to tap the anointing. To tap. Maana wamegrow tu kama wapendwa, hawana kitu, Mungu amewafikisha mahali. What I'm saying, you can impress wisdom. So tukiongea, mwambie na hii biashara ya magari, watu wanatuambianga, naambia si ngumu. Si ngumu. Ukianza wewe mwenyewe, mimi sichughulikani. Niko na managers. Sasa nikianza sasa hivi kukimbizana na makanga, sijui na polisi, itanimaliza. Hivi nimepatiana kwa managers na wajilipe. Wao wajilipe. So you get that wisdom. Ukiapply, then you are wise. Ukipata such a knowledge, you become wise. Able to some, when able weka mkono, I will always impress wisdom. Biblia inasema whatever you do, seek knowledge, seek understanding. Maana ukiapply understanding, you become wise. Na wisdom kuna mambo inakufanyia kwa maisha. Tukienda hapa, tusome ya mwisho, Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3 is a book of wisdom. Proverbs chapter 3, na ninafikiria nimalize juu nikienda hizi point zingine, nataka kuenda mpaka ya 2 Timothy. Christ had abolished death. Alipokufa msalabani, Biblia inasema aliabolish kifo. He abolished it. Ndio kwa katika kumwamini tuishi. Hivyo imeandikwa 2 Timothy. Na Paulo wangeishi milele vile Nero aliwaua. Unasema mitume wengi waliuawa juu ya ajili ya Kristo. They were killed. Wengine kusulubishwa, wengine kukatwa kichwa, wengine wanachomwa at stake, wengine wanawekwa kwa masimba zikiwa na jazi wa kule juu ya Kristo. Ndio sababu alikufa prematurely. But with the knowledge wametuandikia hata mitume, tungeishi so long akina Paul.
wangeishi so long. Ni vile waliwawa na mataifa ambayo haikutaka injili, akina Sisa Nero. Look, Empowering 3, hebu soma verse 1 na verse 2 alafu verse 16 juu ya time. Na ninataka tusome sisi wote kama wana wa Mungu. Ni God speaking to us. 1, 2, 3. Hatukuwa tumefungua, sasa tufungue tu shout. Mpaka ijulikane we are sons of God. God telling us today. 1, 2, 3. My son. Do not forget my teaching. Maana teaching ndio inaleta knowledge. Knowledge applied is wisdom. So that's where you begin. Wapendwa, wapendi kufundishwa. Wakati mafundisho wanataka watu wanakuja kuwafanyia tumatege hivi, hata wanakugonga tege uanguke chini na hakuna kitu umepata. There is nothing you can do and apply. Na kuambia, my son, do not forget my teaching. Ebu weka mkono kwa kifua, jiambie Mungu anakuambia wewe kama mtoto wake. 1, 2, 3. My son, do not forget my teaching. Bwana asifiwe. Kumbe utakuja kutusalimia. My son, my son, my daughter, my daughter, my son, my son. Do not forget my teaching. Do not forget. Meaning teaching is equal. You can amua, forget about that. Forget about you. Forget about your pastor anatuambia. Forget about ile pastor alikuwa maina alikuwa anatufundisha. Forget hiyo. Forget hiyo. Yeye anakujanga tu kuongelesha. My son, do not forget my teaching. Mungu anasimama, ana shout. Unataka wisdom? Do not forget my teaching. Mungu anakuongelesha, tafuta teaching katika hiyo maongeo. Usikie sauti ya kufundisha. Whether ni kwa home church, what did you learn? Mungu alikwambia nini mlipokutana home church? Kama hukupata kitu, you wasted your time. Mtu aseme amen. My son, my daughter, do not forget my teaching. My teaching. Mungu ananiambia, anasema watu wamesikia upuuzi. Umesikia mtu anasimama eti anahubiri na nothing anakufundisha. Funga TV, songesha channel. Hata ukifungua TV uone hapa ni upuuzi, hakuna kitu unasoma. Hama. Enda channel ziko zingine upate mahali kuna teaching. My son, my daughter, do not forget my teaching. Nimekaa hapo ndio nikuje verse 2. Verse 3 inasema aje? It will do what? My son, my daughter, do not forget my teaching. Nikikwambia honor your father and mother, do not forget hiyo. Nikikwambia penda Mungu, dada huyu alishuka akatoka mambo, akaja akasema nitaendelea kumpenda Mungu. Thank God ulisema kupenda Mungu. Ukipenda Mungu huwezi kufa na accidents. Ukipenda Mungu alisema nitaongeza kwa sababu ananipenda, nitamuongezea. I will satisfy her, I will satisfy him, kwa sababu ananipenda. Mungu anaenda, unasema I love you God, anasema kwa sababu ananipenda nitamuongezea miaka. Mtu aseme amen. Do not forget that. It will do what? Inafanya nini kutoa saa
Yes. For they will prolong your life many years and bring you prosperity. My son, you prolong your days na uko prosperous, pesa uko nazo, hiyo zinakukalisha. Si watu wengine kwa masaida mahali ya wazee, nyumba ya wazee. You don't go kwa hiyo vitu. You can employ hata watu 20 wa kutake care of you kama uwezi tembea, wa kuinue, wa kufanyisha ile maana ni pesa unawalipa. Si kuenda kuchunga na watu wengine kwa barabara. Mtu aseme amen. Many days, many long life. Long life, they want to solve your long life. For they will add, do not forget my teachings and my commandments. For they will, these two things, teachings and commandments, will prolong your life many. Sasa hii yako 40, 30, when ni 29 ama hii yako hata haijafika 30. Hiyo unaita many. Sasa hii yako 40 unaita many. Hii yako 50 unaita many. Hii yako 60 ni many. Ukipata 60 bob ni nyingi. Kuna 60 shillings si nyingi. Ukipata 600 ni nyingi. So utaenda tu sokoni ukinunua sukari na unga ikuna. Many ni nyingi. Hebu sema itaongezea nyingi. And prosperity. Mtu aseme amen. Kama leo hukushika kitu, maisha. Vijana wetu, ulimwengu umefunguka kwenu. Vitu hizi tungefundishwa tukiwa vijana, saa hii tungekuwa billionaires. Tulikuwa tunabahatisha tu watu na baba sisi, hakuna kitu wanatufundisha. Mafundisho ndio. Do not forget my teachings. Si mtu aseme amen. Hallelujah. Tutakuja kwa New Testament. Ule mtoto amesema hivi aishi miaka mingi na prosperity pia. Bwana wabariki. Tusimame tufunge na maombi. Nimebakisha pointi 2 za hii ya long life. Nitakuja kwa New Testament na 2 Timothy, hiyo Romans. Sikiza mpendwa, simama kwa miguu yako nikimaliza tuombe. Nataka tu tuinamishe tukiwa tumesimama.